Habari ya asubuhi. Happy Sabbath. Natumai ya kwamba umekuwa na wiki njema, wiki yenye furaha, wiki yenye mibaraka, wiki yenye amani tele, ikiwa wiki ya 9 huku tukichambua leseni ya 9 ya robo hii ya kwanza mwaka wa 2026, na ukumbuke ya kwamba tuko katika tarehe ya mwisho ya mwezi wa Februari. Tuko katika tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 25 mwezi wa Februari, mwezi wa pili mwaka wa 2026. Leo hii kama kawaida na kukaribisha katika kipindi cha Upendo wa Sabato, kipindi ambacho kimekuwa kikikusaidia kuinuka kiroho, roho na pia kukuinua njia ya Injili, ili uweze kuwa katika sehemu ambayo tunaweza kusema ya kwamba umebarikiwa na huu mikononi mwake Mungu. Na ukumbuke ya kwamba Ndizi TV Africa imekuwa ikikusaidia sana kusonga mbele kwa njia yako ya imani, na ndio maana tuko hapa siku ya leo, jinsi ambavyo tumekuwa tukiyafanya katika wiki yote tangu tuanze kipindi hiki mwaka uliopita. Na ukumbuke ya kwamba tumekuwa tukisaidiana, tumekuwa tukifundishana moja kwa moja kupitia leseni ya kila wiki, na pia hiyo yote tumekuwa tukisaidiana na ndugu Denish, na leo hii pia ameungana nami hapa, na moja kwa moja nitamkaribisha. Hujambo kaka? Si jambo. Una neno? Sina maneno sana, lakini Mungu ametujalia. Tumekutana kwa asubuhi ya leo. Amina. Nashukuru Mungu. Wiki imekuwa salama? Wiki imekuwa na kaka zake, lakini nashukuru Mungu imeisha tu vizuri. Okay. Kwa hivyo natumai ya kwamba tutasonga mbele pamoja hadi tamati. Hebu nichukue fursa hii ya kukaribisha kila mmoja popote ulipo, mtazamaji pamoja na msikilizaji popote ulipo wa runinga yako na enzi Ndizi TV Africa, hasa katika kipindi hiki cha Upendo wa Sabato, ambapo tumekuwa tukichambua leseni ya kila wiki pamoja na kupata chakula cha kiroho, ambapo tumekuwa tukiyapata kutoka kwenye mahubiri ya kila aina. Hivyo basi ningependa nichukue fursa hii kufungua kwa maombi kabla hatujaendelea mbele. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, aishiye juu mbinguni, jina lako litimizwe. Umetukuka pande zote kwa wiki nzima tangu tuagane wiki iliyopita, wakati ambapo tumekuwa katika kipindi kama hiki. Siku ya leo tumeungana hapa tena ili tuweze kujifundishana maneno yako, ili tuweze tubaki tu miguuni pako. Kwa yote ambayo tutakuwa tukijadiliana siku ya leo katika kipindi hiki, naweka mikononi mwako. Kwa wale wote ambao walioko mbali na wanatutazama, wanatusikiliza kupitia mitambo mbalimbali, na kuomba uweze kuongoza, uweze kuwalinda. Uwe nasi katika mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati yake. Kwa hayo machache nimekuomba na kuamini kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amina. Basi hivyo, baada ya kupata ombi la kufungua kipindi hiki siku ya leo, ikiwa ni tarehe ya mwisho wa mwezi wa Februari mwaka huu, tarehe 28 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Ukumbuka ya kwamba ndio siku ya mwisho ya Februari, na ukumbuka ya kwamba tunaendelea mbele na robo ya kwanza ya leseni ya mwaka huu, na vile vile tumekuwa tukiendelea mbele tukizungumzia zaidi kuhusu imani. Na ukumbuka ya kwamba Sabato iliyopita, ambayo ilikuwa lesoni ya 8, tueleza kuzungumza kuhusu ukuu wa Kristo katika yote.
Tuliweza kuona hapo ukuu wake mbinguni na ukuu wake duniani ama ulimwenguni. Tuliweza kuona pia ukuu wake tukilinganisha na viumbe vyote ambavyo viliweza kuumbwa. Tukaona ya kwamba anatambulika kama mzaliwa wa kwanza. Na tuliweza kuona ya dhana mbona anaitwa mzaliwa wa kwanza, na tuliweza kupata ya kwamba mtu anaweza kutajwa kama mzaliwa wa kwanza ama kupewa kipaumbele ama kupewa nguvu kushinda hata wale waliomtangulia kuzaliwa kulingana na orodha ama jinsi ambavyo matukio yanatokea. Lakini tuliweza kugundua ya kwamba hiyo inakuja kulingana na jinsi kuna uhusiano baina yake pamoja na wazazi wake. Na hivyo basi tuliweza kugundua ya kwamba jinsi ambavyo tunalinganishwa na tunaunganishwa, na pia uhusiano wetu baina yetu na Kristo na Mungu pia inaweza kutufanya tuwe wazaliwa wa kwanza, tuwe na nguvu miongoni mwa watu wengine kama wale ambao wamechaguliwa kama waumini. Basi hivyo Mungu anatuweka mbele kama watu wake wa kwanza. Na hayo yote tuliweza kupata, na pia tuliweza kuona ya kwamba Kristo pia aliweza kuchaguliwa kama mkuu wa nini, wa mwili ama kichwa cha mwili. Na tuliweza kuona ya kwamba mwili ama kanisa, tuliweza kuona ya kwamba jinsi Kristo anakuwa mkuu ama kichwa cha kanisa ama mwili. Na hivyo basi siku hii ya leo mimi nikiwa nahodha wako kukuongoza katika kipindi hiki Oyodan, tutasaidiana na ndugu Denish ili tuweze kujua ya kwamba upatanisho na tumaini inakuja vipi katika maisha yako ya Ukristo. Na ndio leseni ambayo tulikuwa tunaangalia wiki hii. Na hivyo basi nakukaribisha popote ulipo ili tuweze tusaidiane, tuzungumzane pamoja, tufundishane, tuelewe zaidi ni nini Mungu anahitaji kupitia mwanake Yesu Kristo. Na tunaambiwa ya kwamba utangulizi wa siku ya Sabato jioni, tunaambiwa ya kwamba upatanisho pamoja na tumaini. Tunaambiwa ya kwamba yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, na ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haya yote tunapata katika kitabu cha Wakorintho wa pili fungu lake la 5 mstari wake wa 21. Na Paulo analenga mbele na mada ya upatanisho ambayo iliangaziwa kwa uwazi sana katika Wakolosai hapo fungu lake la kwanza na mstari wake wa 20. Hiyo tukitazama somo la wiki iliyopita siku ya Alhamisi. Na hapo alielezea upeo wake wa ulimwengu mzima, wakati kinachofuata kinakuwa kibinafsi na cha mtu mmoja mmoja. Kwa njia ya kifo chake msalabani, Yesu amekamilisha upatanisho kwa ajili ya kila mtu na kila kitu, hasa wanadamu ambao walikuwa wametengwa na uzima wa Mungu kwa njia ya dhambi, lakini sasa wanaweza kupatanishwa naye kwa imani. Tunapata ya kwamba wale wote ambao waliweza kuamini katika Yesu Kristo, unapata ya kwamba kuna kufa kwake msalabani kiliweza kufanya nini? Kuleta upatanisho, kuunganisha upya upatanisho. Unajua kama watu wanapatanisha ni kwa kumaanisha ya kwamba kuna mwanya katikati ya watu hawa wawili. Kuna nafasi iliyopo kati ya hawa wawili. Sasa tukiongea juu ya upatanisho ni kujaribu kuwaleta pamoja. Na hivyo basi utangulizi wa lesoni ya wiki hii tunaambiwa ya kwamba upatanisho na imani tunaweza kupatanishwa tu na Mungu kupitia Yesu Kristo kwa kifo chake msalabani, ili tu kwa wale watu ambao wamemwamini. Tunaamini ya kwamba yeye ndiyo Alfa na Omega. Tunaamini ya kwamba yeye ndiye aliweza kuunganisha na kuumba mbingu na nchi. Na yeye ndiye aliweza kuumba viumbe vyote, na yeye ndiye vitu vyote vinaanzia na vinamalizia kwake. Na hivyo basi tukiangalia Paulo bado anaendelea mbele kuongea juu ya upatanisho, na anaguza nini? Anaguza imani. Mchakato wa upatanisho wa mtu mmoja mmoja umefunuliwa katika kifungo cha juma hili, na kama ilivyo kwa nyanja ya ulimwengu wote unatokea kwa njia ya kifo cha Kristo.
Na katika kiwango cha mtu mmoja mmoja, msalaba mbali na kuwa ishara isiyotenda chochote, na unakuwa ukweli wenye kutenda upendo wa Mungu, ukiwa unabadilisha watu wanaposikia Injili na kumpokea Kristo mwenyewe na tumaini la utukufu. Tukiendelea pale tu katika kiwango cha mtu mmoja mmoja, just personally, per person, you find that there is how the truth comes to you. There is how the love of Christ, the love of God reaches upon us, and it changes us into the person that God himself wants. And that one can only happen through the death of Christ in what? In the cross. Na pia Paulo anatuambia ya kwamba anazungumzia siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Tukiangalia Kolosai fungu lake la kwanza, mstari wake wa 26, ambapo anaelezea jinsi ambavyo ameweza kuona mambo yakitendeka tangu aanze kumtumikia Bwana, tangu aanze kufanyia Mungu kazi. Kuna mambo kadhaa ambayo ameweza kuyaona, na hivyo basi anaambia Wakolosai, anawaambia kwamba kuna siri hapa, kuna siri hapa, kuna mazuri kwa wale ambao wamechagua Mungu kama nani, kama shujaa wao. Kuna siri hapa kwa wale ambao wamechukua Yesu Kristo kama mkombozi wao. Na hivyo basi sisi pia kuna siri ambayo tunafaa tugundue ya kwamba kwa wale ambao wamechaguliwa kwa kikundi kile ambacho kimewekwa, kimetengwa kama watu wa Mungu, basi kuna manufaa ambayo tunapata kwake Yesu, kwake Mungu kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu kwa kifo chake msalabani, aliyetufanya tupatanishwe tena sisi binadamu ambao tulipotesha njia, turudi kwake, zizini kwake Mungu. Ndugu Denish, kuongeza tu kidogo, ni kwamba unaposoma hapo tu kuna maneno mawili. Unapata kuna upatanisho, alafu na kuna tumaini pande nyingine. So watu mnapofanya upatanisho, kuna yale matumaini mtu unakuwa nayo. Najua mimi nikifanya upatanisho na Dan, kuna kitu nalenga, kuna kitu. So lazima niwe na hiyo imani. Ama niwe na tumaini ya kwamba tukipatana baada ya kupatanishwa, tutafika mahali fulani ama kiwango fulani, ama nitapata kitu fulani. So ndiposa tunapoangalia hapo, unaona ya kwamba kwa hiyo leseni unapata kuna mtu amechorwa hapo akiwa na Biblia, ameishika. So upatanisho ambao tunaongelea sasa kwa lesoni ya wiki hii ni ule upatanisho kati ya mwanadamu aliyepotea ama aliyeasi pamoja na Mungu mwenyewe ambaye aliumba mwanadamu akiwa mkamilifu. So tunapoangalia hapo ndipo tunapata ya kwamba kwa hiyo jinsi ambavyo umetupeleka kwa hiyo Korinto wa 2:5-21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu mwenyewe hakuwa anajua mambo na dhambi, lakini juu ya uasi wetu, yale ambayo tulifanya, ndipo unapata ya kwamba Yesu mwenyewe alifanywa kuwa mdhambi kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo ndipoza tulikuwa tunasema ya kwamba patanisho, Mungu alipoanza kutengeneza upatanisho kati ya mwanadamu na yeye mwenyewe, alitumia Yesu Kristo kuwa katikati ama kuwa daraja ya kutupatanisha. Ndiposa sisi pia leo tunaambiwa kwamba unapotaka mpatane na mtu mwingine, unapokuwa na matumaini, lazima kuna daraja hapa katikati ambayo itawapatanisha. Hivyo lazima kuna mpatanishi atakayekuwa katikati mpate kupatana. So ndiposa Paulo anapoangalia hayo maneno, anaona ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni patanisho, ama ndiye aliyekuwa kama daraja kuu ya kutupatanisha sisi binadamu wenye dhambi pamoja na Mungu aliyekuwa mtakatifu. Amina. Hiyo ndio ningeongezea tu hapo. Asante sana
Natumai ya kwamba unatuelekeza katika siku ya Jumapili, ambapo sasa tunaendelea mbele na upatanisho, kupata ya kwamba ni nani huyo amempatanishwa katika kutoka katika matendo mabaya. Na matendo mabaya kama gani? Ni nani ambaye ametupatanisha? Tunapoingia hiyo siku ya kwanza, unapata ya kwamba kupatanishwa toka kwa matendo maovu. Jinsi ambavyo tumeongelea hapo na jinsi ambavyo umetupeleka kuanzia hiyo introduction, tunapata kwamba sisi wenyewe ni waovu. Tunapojiangalia, ama mimi binafsi ninapojiangalia mimi mwenyewe, napata ya kwamba kuna yale maovu ambayo yako kwangu. Moyo wangu umejaa tu maovu, lakini tunataka kuangalia kwamba jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alitupatanisha kutoka kwa hayo matendo maovu ama mabaya. Unapoangalia kitabu cha Wakolosai 1, usome mstari wake wa 21 mpaka 22, unasema ya kwamba na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. So tunapoangalia hilo fungu tunapata kwamba kwa kupitia matendo yetu mabaya ama njia zetu mbaya tumepatanishwa sasa hivi. Yesu alipokufa msalabani alitupatanisha sisi wanadamu. Ingekuwa ni ile patana ambayo tungekuwa tunapatanishwa kupitia kwa kuchinja kondoo, hatungeweza. Juu unapata kila siku unapotenda dhambi unachinja kondoo ili upate kuwa mtakatifu. Lakini Yesu alipokuja akakufa, akakuwa kafara kwa ajili ya dhambi zetu, tupate kuokolewa kutoka kwa maovu yetu ama dhambi zetu. Ndiposa tunapata ya kwamba Paulo daima ametoa picha mbaya ya ubinadamu ambao uko mbali na haki ya Kristo. Unaposoma juu ya Paulo unapata ya kwamba kuna picha ambayo inaonekana isiyokuwa mzuri. Ndiposa anasema kwamba na ni nani leo karibu miaka 2000 baadaye angeweza kupishana na maoni hayo? Hilo ni swali mwandishi ameuliza hapo. Tunapata kwamba mtu fulani aliwahi kusema kwamba fundisho moja la Kikristo ambalo alihitaji imani kueleweka ni dhambi ya ubinadamu. So tunapata kwamba tangu hivyo hata hivyo tangu kuingia kwa dhambi, jinsi tulivyo waovu, Mungu amechukua hatua ya kutupatanisha na yeye. Yaani tangu mwanzo Mungu amefanya kazi ya kutatua tatizo la dhambi, hata kama suluhisho lingeweza kupatikana tu katika kifo chake mwenyewe pale msalabani. So unapata kwamba katika Edeni yeye alimuita Adamu. Kazi yake bora ya uumbaji huko wapi? So unapata kwamba unaposoma hiyo Mwanzo 3 fungu lake la 9, fungu lake la 3 mstari wake wa 9, unapata kwamba Adamu alipoona ametenda dhambi alijificha. Ndiposa ya kwamba Mungu mwenyewe anamuita akimuuliza ya kwamba Adamu uko wapi? Sasa swali ambalo limekuwa likinisumbua, mbona Mungu mwenyewe akuuliza hawa uko wapi, ama hawa umetenda nini? Mbona umetenda haya? Hilo swali nimekuwa nikijiuliza, lakini nafikiria tukimaliza utanipea jibu, tutakuwa na hilo jibu. So tunapata kwamba na leo anaendelea kutafuta kondoo wake mmoja aliyepotea sisi. Unapoangalia maisha yetu sisi kama binadamu tumepotea kutoka machoni pa Mungu, lakini Mungu hajachoka kututafuta. Anatutafuta mmoja baada ya mwingine. Ana mpango kamili wa kutufikia akitumia ahadi ya Injili ya Mwanzo fungu lake la 3 mstari wake wa 15, akiweka uadui kati yetu na Shetani.
Wakati mwingine injili inafanywa kuwa ngumu ya kinadharia 20 na kiasi kwamba inakosa maana ya kuitendaji kwa maisha ya karne ya 21, lakini kwa kweli ni rahisi sana na yaeleweka moja kwa moja. So tunapoangalia tunapata kwamba katika hii karne ya 21 tunapoangalia hata makanisa yetu unapata mtoto alikuwa vizuri kanisani, lakini anapofika kuna miaka fulani anapata yeye pia amekuwa mwana youth, unapata 70% wanatoroka kutoka kwa kanisa. Ni juu hiyo injili wanaona ni kama ni kupoteza muda. Lakini leo hii mwandishi anatuambia kwamba tunapoangalia hiyo injili tunapata ya kwamba iko na sehemu 3. Sehemu ya kwanza, kwa sababu hatuna uwezo wa kujiokoa wenyewe, Yesu alikuja na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Unapotazama kitabu cha Warumi mstari wake wa fungu lake la 5 mstari wake wa 6 mpaka 8, hayo maneno yako hapo. Sehemu ya pili unapata ya kwamba kwa kukubali kifo chake kama chetu kwa njia ya imani, toba na upatizo, tunahesabiwa haki, kuwekwa huru kutokana na hukumu ya dhambi. Sehemu ya 3 unapata ya kwamba maisha tunayoishi sasa ni matokeo ya kuunganishwa na Kristo kupitia nguvu zake za kuumba upya na kuishi kwake ndani yetu. Yanaweza kutokea yote mara moja, mara tu tunapokuwa tayari kumpokea Yesu maishani mwetu, na yanaweza kufanywa upya kila siku tunapojitoa kwake kila asubuhi. So unapata ya kwamba tunapojitolea huyu Mungu kufanya kazi yake kila siku kila asubuhi, hiyo ndiyo inatufanya kuwa upya ama kuwa wana wake. So ndiposa tunapata ya kwamba Mungu yeye mwenyewe alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akatuokoa, ndiposa tunapata tuko wazima ama tuko na nafasi nyingine katika maisha ama katika yale katika ule uzima ujao, ama Mungu alienda kututengenezea kupitia Yesu Kristo, ndiposa tunapata tuko hai ama tutaurithi huo uzima. So ninapomalizia ni kusema kwamba bila kujali jinsi kila mmoja wetu ameupitia uzoefu wa kazi ya Kristo iokoayo katika maisha yetu, msingi daima upo katika kifo cha Yesu. Ni kwa msingi huo lazima tuwe kila wakati. Naomba acha Mungu wetu atusaidie kwa ajili ya kutupatanisha kupitia kwa maovu yetu. Tuendelee kufanya kazi yake na tujitolee kwa ajili ya kufanikisha yale malengo ambayo Mungu ametuagiza. Asante sana kwa uchambuzi wako na jinsi ambayo umeileta. Unapata ya kwamba mmepatanishwa kutoka katika matendo mabaya, na hivyo basi tumeweza kuona hapo, na unapata ya kwamba hata mtu ukimpa hata wiki moja ama kama mwezi hivi, muulize ya kwamba una uhakika ya kwamba yu huru kwa dhambi, hawezi kuitika. Kwa sababu sisi sote ni wanyonge, sisi ni wenye mwili ambao umedhoofika, na tunapata ya kwamba kutwa kucha tunakumbwa na changamoto ambazo pengine yatuingiza kwenye dhambi. Na unapata ya kwamba hivyo basi jinsi ambavyo umesema ya kwamba Mungu tangu jadi na jadida amekuwa aking'ang'ana ili aweze kutuokoa. Anajaribu kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba tumeokolewa kwenye dhambi. Na hivyo basi tumeona hadi katika bustani la Edeni ambapo alianza huko wakati ambapo Adamu na Hawa walifanya nini? Waliingia dhambini. Na unapata ya kwamba hicho ndicho kimekuwa kama
matendo yake ambayo amekuwa akiyatenda, ni nia yake, imekuwa nia yake kusema ya kwamba na kutenda ya kwamba binadamu waondolewe katika nini? Katika dhambi. Na hivyo basi sisi pia ni vyema tujue ya kwamba ni vipi ambavyo tunaweza kuhakikisha ya kwamba tumesalia mahali ambapo Mungu mwenyewe anatutarajia tufanye nini? Tusalie. Na tumeona hapo jinsi ambavyo tumeambiwa ya kwamba wakati mwingine injili ambayo tunaeneza ni ile injili ambayo lazima tuelewe lina vigezo vingapi? Vitatu, ambavyo tumegundua ya kwamba hata uwe kiwango kipi, hata uwe na tunaweza kusema ya kwamba huwe hata na kipawa, huwe hata na cheo, lakini uweze kujiokoa we mwenyewe. Na hivyo basi tumeambiwa ya kwamba ni Yesu mwenyewe ndiye alifanya nini? Alikuja na kukufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na pia tumeambiwa ya kwamba kifo chake kama chetu tulikubali. Kwa wale ambao wako katika zizini mwake, lazima wakubali ya kwamba kifo chake Yesu Kristo basi ni nini? Ni kama kifo chetu kwa ajili yetu. Ule uchungu ambao aliweza kuhisi, basi ni sisi pia lazima tuchukue kama nini? Uchungu wetu. Na ya tatu, tunaona ya kwamba maisha ambayo tunayoishi hivi sasa ni kutokana na manini? Kutokana na matokeo ya kuunganishwa na Yesu Kristo. Hivyo basi ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tumeyatenda yale ambayo yanatakikana na Mungu wetu kupitia Yesu Kristo. Na vipi ambavyo tunaweza kufanya nini? Kutenda hayo yote. Ili tuweze kutenda yanayotakikana, lazima tusalie katika imani ambayo tulishaambiwa. Na hiyo imani tunaambiwa ya kwamba lazima tudumu ndani yake. Na ndio inatuelekeza katika siku ya Jumatatu. Mkihudumu katika ile imani. Siku ya Jumatatu tunaambiwa ya kwamba Paulo bado anaendelea mbele kuongea na anaendelea mbele kuonya watu na kuwaeleza ya kwamba ni nini, ni maana gani, ni umuhimu gani imani ambayo umeweza kutambua inayo katika maisha yenu. Mkitambua hiyo imani na mkiitii, basi mnaweza kuwa kivipi na ni imani gani? Basi tunaambiwa ya kwamba kuna aina 4 tofauti za kauli za ikiwa katika Kiyunani. Na pia kila moja ikiwa na tofauti ndogo ndogo ya maana. Na ile ambayo Wakolosai hapo fungu lake la kwanza mstari wake wa 23 inaanza inachukulia kwamba hali hiyo ni kweli. Ikiwa ya kwanza, hali hiyo ni ukweli. Yaani Paulo anawatia shime Wakolosai kwa wazo kwamba kwa hakika watadumu katika nini? Katika imani. They will prosper. Na kama Paulo anavyoelezea hivi punde, tayari ameona ushahidi wa imani na udhabiti wao. Na hata hivyo, tumaini lao bado linategemea kudumu kwao katika njia ya imani walioingia. Si imani ingine, lakini ile ambao waliweza kufanya nini? Waliweza kuingia. Na wazo hili la kuendelea ndiyo maana ya neno la Kiyunani linalotafsiriwa dumu. Linatumika kwa wahandisi na Mafarisayo waliendelea kudai kwa Yesu jibu la afanyweje mwanamke aliyekamatwa akizini. Hapo tukitazama hapo kitabu cha Yona, hapo fungu lake la 8 mstari wa 7. Na pia kuhusu Petro akiendelea kugonga mlango baada ya Roda kuitambua sauti yake, lakini aliuacha ukiwa umefungwa na kukimbilia ndani kuambia wengine. Pia linatumiwa na Paulo ambaye anamtia moyo Timotheo kudumu kuwa mwaminifu kwa maagizo ya kimafundisho na kivitendo aliyoyatoa.
Hiyo tunapata katika Timotheo wa kwanza fungu lake la 4 mstari wake wa 16. Na maana yake hapa inafanana, isipokuwa kwamba inatumika kwa waumini kwa jumla. Na kama tunavyoona katika somo la juma lijalo, Paulo anao wasiwasi kwamba Wakolosai wanaweza kufuata njia za uokovu za kibinadamu badala ya kushika sana tumaini linalotolewa na Injili. Na hiyo tukitazama pia Kolosai fungu lake la 2 mstari wake wa 20 na fungu lake mstari wake wa 8 na mstari wake wa 20 na 22. Na tunaambiwa ya kwamba kirai kuwekwa juu ya kinamaanisha kuweka misingi thabiti wa imani na upendo unaotegemea neno la Mungu. Kabla asijaendelea mbele, tunapata ya kwamba tumeweza kuambiwa ya kwamba hapo kuna jinsi ya dhana ya dumu inaletwa. Dumu tumeona hapo kuendelea kufanya nini? Kutendea Mungu kazi yake jinsi ambavyo inatakikana. Na pia tunaona hapo jinsi ambavyo Paulo pia aliweza kutia Timotheo moyoni hapo, akimwambia ya kwamba ukudumu kuwa mwaminifu wa maagizo ya kimafundisho na kivitendo aliyoyatoa. Na alikuwa anayatoa wapi? Katika Biblia. Akiyafuata nani? Akiyafuata yale mafundisho yake Mungu. Na hivyo basi tukisema ya kwamba mkidumu katika ile imani, basi lazima tujue ya kwamba tukiwa wale ambao wamejitolea, tunataka kuwa kama mifano katika Biblia, mifano ya wale ambao wako katika Biblia. Tuangalie Harun alichukuliwa kama mifano, tuangalie Yesu Kristo aliweza kuchukuliwa kama nini? Kama mfano. Tuangalie Musa, kwa wakati mwingine alichukuliwa kama nani? Mfano. Tuangalie Daudi, kwa wakati mwingine katika leseni ambazo zimepita aliweza kuchukuliwa kama nani? Kama mfano. Basi hivyo tukiamua kuwa kama mifano ya Yesu Kristo katika Biblia, basi tunapata ya kwamba tutadumu. Tutaendelea mbele kufanya nini? Kupasha wengine ujumbe na kueneza Injili. Na tunaambiwa ya kwamba kuhusiana na wazo hili ni neno la Kiyunani linalotafsiriwa imara, likirejelea jengo lilisilo weza kuondoshwa, na pia kwa kuongezea Mkristo ambaye hawezi kugeuzwa na kuliacha tumaini la Injili. Neno hilo linatumika katika Wakorintho wa kwanza fungu lake la 15 mstari wake wa 58, ambao inasema ya kwamba muimarike, msitikisike, ama mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Tabu yetu sio bure katika Bwana. Mwishowe atatufanya nini? Atatusaidia. Pia kinyume na imani inayoelezeka kwamba ukipata wokovu kamwe huwazi kupoteza, Paulo anasema jambo tofauti kabisa. Basi hivyo tukidumu kwa imani ni kwamba lazima tuhakikishe tumepata wokovu. Basi tukishapata wokovu lazima tuhakikishe ya kwamba tumetii wokovu ambao tumepata. Na hivyo basi lazima tutende yale ambayo yanatakikana kulingana na wokovu ambao tuliweza kupata, tukidumu ndani yake, tukiweka imani yetu mbele. Na hivyo basi tusiyumbayumbe, tusiwe na wasiwasi, tusiwe waoga, tuwe imara. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba tuweze kufanya nini? Tuimarike, na pia tusitike, ili tuweze kufanya nini? Hata kuondoshwa katika imani yetu ambayo tumeweza kupata. Hiyo ndio kauli ya siku ya Jumatatu. Sijui kama ndugu Denish una jambo la kuongeza. Mimi tu kitu ningeongeza ni kitu kidogo tu. Wakati tunadumu katika imani, unapoangalia hapo Waefeso 3:17 inasema ya kwamba
Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Hilo tu ndio ningeongezea hapo. Kristo awe ndani yetu, awe kama nguzo kuu. Tuwe katika msingi wa upendo, tupendane sisi wenyewe. Tunapodumu katika imani. Hakuna imani inayokuja tu bure. Lazima ikuje kupitia vitendo. Ndiposa mtu ajue kwamba enyewe Dan imani yake imemfikisha mahali fulani. Tuseme tuko na imani, lakini ukifungua roho zetu unapata vitu yenye huko hadi unashangaa kwani kunaenda aje. Umeona giza kwenye nuru. Sio nuru kwenye giza. Hapana. Mungu atusaidie. Acha tu tueneze upendo. Hakuna kitu kingine ya maana. Ndiposa unapata kuna mtu alikuwa anasema jana mahali tulikuwa matanga ya kwamba unasema unapenda Mungu. Iliyali mwenye mko na yeye hapa akonja, ana chochote, ana hata nguo ya kuvaa, lakini unakuja tu unamwambia Mungu mimi nampenda. Hakuna Mungu naye mpenda ambaye umuoni. Hujamuona na unampenda. Na yule ambao unamuona umpendi. So ukieneza upendo kwenda kwa huyu mwenzako ni kuonyesha ya kwamba enyewe Mungu unampenda. Vitendo tu. Inaongea sana kuliko hata maneno ya mdomo. Asante. Asante sana. Haya yote yanatuelekeza katika siku ifuatayo ambayo tunaenda kuona ni mipango gani Mungu anayo kwetu sisi kama Wakristo ama waumini wake. Na ukumbuke ya kwamba bado tunaendelea mbele tu kuchangia kuhusu patanisho pamoja na imani ambayo Paulo mwenyewe anaendelea mbele kuzungumzia katika lesoni hii, na hasa wiki hii ikijaa imani ndio tunaendelea nayo mbele. Ukumbuke ya kwamba tuko katika mitandao ya kijamii Ndizi TV Africa fan page kwenye ukurasa wa Uso Kitabu ama Facebook. Utatupata live hapo, unaweza kucomment, unaweza kuuliza maswali na pia unaweza kulike na kushare. Vile vile unaweza kuambia wengine pia wanaweza kututazama moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa kijamii Facebook fan page Ndizi TV Africa. Ikiwa ni kipindi cha upendo wa Sabato na udha wako, ikiwa ni mie Oyodan tukisaidiana na ndugu Denisha. Siku ifuatayo tunaendelea mbele kuchambua leseni ambapo siku hii ya Jumanne tunaambiwa ya kwamba kuna mipango wa Mungu wa milele, na mipango huu ndio tunataka kujua ni mpango gani ambayo Mungu mwenyewe anayo sisi kwetu. Tunaambiwa ya kwamba ingawa Paulo aliandika waraka wa Kolosai akiwa chini ya kifungo cha nyumbani huko Rumi, pengine mateso yake makubwa zaidi yalitokana na kutokuwa huru kufanya kazi kwa bidii toka eneo moja hadi lingine na nyumba kwa nyumba, na kama ilivyofanya hapo awali. Mateso haya au tabu ambayo Kristo aliweza kuyaonya mapema dhidi yake si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Tukitazama Warumi, kitabu cha Warumi hapo fungu la 8 mstari wake 18. Na huu ndio mtazamo mkubwa zaidi. Na vile kama vile Paulo alivyoandika awaandikia Wakristo wa Filipi, hivyo sasa kwa Wakolosai anafurahia mateso yake ambayo ni kwa faida yao. Hebu fikiria. Imagine kuna mtu ambaye ako gerezani. Kuna mtu yupo kifungoni. Lakini unapata ya kwamba anawaandikia akiwaelezea maneno mazuri, lakini nyinyi wenyewe mnafurahia tabu na shida, dhiki na changamoto anayopitia palipo ambapo amefungwa. Na ukumbuke ya kwamba huko mbeleni tuliwahi kuambiwa ya kwamba waraka ambao Paulo alikuwa anaandika, maneno yaliyoko ndani yake yanatuzungumzia sisi wenyewe kama Wakristo wote.
si kikundi tu kama Wakolosai peke yake, si kikundi tu kama Wafilipi peke yao, lakini Wakristo wote, waumini wote wa Yesu Kristo. Unapata ya kwamba alikuwa anawazungumzia jambo fulani, na hivyo basi ni kinyume na ni kinaya ya kwamba anaandika barua akiyaonya, akiwafundisha hawa Wakolosai, na unapata ya kwamba wanafurahia mateso yake. Na unapata ya kwamba kuna swali ambalo ndugu Denish ningependa kuuliza ya kwamba wakati ambapo una ari ya kupasha watu neno fulani, lakini una uwezo wa kuwafikia moja kwa moja wewe kibinafsi, je, unachukua muda wako kuandikia barua? Unachukua muda wako kuwapigia simu, ama unafanya aje ili waweze kupata ujumbe? Ama ukishaona ya kwamba sasa nitafika aje kwa Dan ako Homa Bay na mimi niko Kisii, nitafika huko vipi? Niachane tu nayo, niongee na wale ambao wako hapa karibu nami. Je, tunafanya hivyo? Tulikuwa katika wiki ya stewardship. Je, tuliweza kutembelea watu ili tuweze kuwafikia, tuweze kuwazungumzia, tuwaambie neno ambalo liko na kile ambacho kinatakikana? Sasa tunatumia mitambo ya mawasiliano, tunafikia watu wengi, hadi wale ambao hawako pahali ambapo tupo. Hasa katika mtandao wa kijamii unapata ya kwamba kuna wale katika sehemu kadhaa, hata ukiwa Uropa unapata ya kwamba unaweza kututazama kupitia mtandao. Na unapata ya kwamba hivyo ndivyo Paulo pia mwenyewe aliona ya kwamba kwa vile siwezi tembea, nimezuiliwa, siwezi fika sehemu kadhaa ili niweze kuendeleza Injili, ile kazi yangu ambayo nataka niitimize. Hivyo basi aliamua kuchukua nafasi yake ya kuandika barua na kuwaelezea hawa Wakolosai na kuwaelezea Wakorintho, Wafilipi moja kwa moja, waambie kile ambacho kinatakikana. Na ni swali ambalo sisi wenyewe pia tunafaa tujiulize. Tunafanya nini wakati ambapo tuko na ujumbe, lakini kuna wale ambao hatuwezi kuwafikia, hawapo karibu nasi? Tunaweza kufanya nini? Na hivyo basi anaendelea mbele, mwandishi anasema ya kwamba Paulo anaweza kuwa gerezani, lakini neno la Mungu halifungwi. Amina. Bado linaendelea mbele. Na Paulo alipokuwa katika kifungo hiki, nyaraka za Wafilipi, nyaraka za Waefeso pamoja na Filemoni pia ziliandikwa. Na baada ya kuachiliwa kwake, Mungu alimvuvia kuandika ushauri muhimu unaopatikana katika Timotheo wa kwanza na Tito. Kisha wakati wa kifungo chake cha mwisho katika gereza la Rumi, aliandika Timotheo wa pili. Na kwa ufupi, miaka hii ya mwisho ilimpa Paulo fursa ya kuandika sehemu kubwa ya Agano Jipya ambayo yamkini ilijumuisha Waebrania pia. Amina. Mtu mmoja alieneza Injili kwa sehemu pana. Na je, sisi tunatumia nguvu ambayo tunayo kueneza Injili kweli? Je, tunaweza kupasha ujumbe kwa watu kadhaa kwa wakati mmoja kweli? Ama tunasema kwamba siwezi fika huko, lakini penye unasema uweze fika ni ng'ambo tu ya mto karibu na boma lako. Ukivuka tu hivi unafika sehemu hiyo. Je, hata kama ni sauti, tunaweza kupanda sauti zaidi hadi ifikie wengine, lakini unapata ya kwamba tunafanya nini? Tunakuza, tunafunga, tunadhibiti, tunaweka vikwazo, tunasema hapo hatupiti, hatuwezi pita, hatuna uwezo, wakati ambapo kuna njia mwafaka, kuna njia mbadala tunaweza tumia. Na mpango wa Mungu wa milele basi uliona kabla haya yote na zaidi. Neno la Kiyunani unalotumia Paulo katika Wakolosai fungu lake la kwanza na mstari wa 25 kwa jumla, likitafsiriwa kama uwakili, ni uikonomia.
likitumiwa kwa namna yenye mipaka, kama kwa mfano katika Timotheo wa kwanza fungu lake la kwanza mstari wa 4 linarejelea njia ya Mungu ya kupangilia mambo, jinsi ambavyo anaweka utaratibu wa matukio. Na tunaendelea mbele, tunaambiwa ya kwamba Luke Timothy Johnson, the first and the second letters to Timothy in the New York, that is the double day in the year 2001, United Kingdom. The page, that one is 164. Na tunaambiwa ya kwamba hiyo ingejumuisha utume wa Paulo, lakini katika maana pana zaidi linajumuisha yote aliyotoa Mungu katika mpango wa wokovu wetu. Na huduma ya Paulo, mitume mengine na hata manabii wa Agano la Kale, ikiwa ni pamoja na Musa, walikusudiwa kutimiza neno la Mungu, yote yakihusiana na mipango huu wa kiungu. Na ingawa tutaichunguza kwa karibu zaidi mada hii kati somo la kesho, ni vyema katika hatua hii kuona kwamba Paulo alitambua huduma yake kama sehemu moja ndogo tu ya mipango wa kiungu mkubwa zaidi na wa muda mrefu ulioanza kutekeleza tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Na hivyo basi mpango wa Mungu wa milele basi ni kuhakikisha ya kwamba Injili imeenezwa jinsi iwezekanavyo. Uwe katika gereza, uwe katika hali gani, basi bado uko huru kufanya nini? Kuendeleza Injili kwa njia inayofaa. Popote ulipo, uwe kazini, uwe shuleni, uwe sokoni, uwe kwenye gari, basi ile imani ambayo unajua, uliweza kutambua, unaweza kuidumia na kueleza watu na pia kuendeleza Injili. Na hiyo ndio mpango wake Mungu, ya kwamba tuendelee mbele kushambaza nini? Ujumbe unaofaa. Sijui kama kuna kitu cha kuongeza hapo, ndugu Dennis, ukituelekeza katika siku ifuatayo. Kitu ningeongeza tu ni kidogo. Unapoangalia kitabu cha Waefeso fungu lake la kwanza mstari wa 4 inasema ya kwamba kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika upendo. So ndipo unapata kuna mwandishi alikuwa anasema hapo, sana sana fikiria juu ya maisha yako mwenyewe. Je, maamuzi unayofanya makubwa na madogo yanawezaje kufaa kuwa ndani ya mpango mkubwa wa Mungu? Je, tunaweza kujua kama uamuzi ni ndogo? Je, unawezaje kuwa na matokeo makubwa ambayo yataonekana baadaye tu? So hapo kitu yenye ningeongezea tu ni moja, wacha tu tukifikiria maisha yetu. Tunaposoma lesoni, wacha tuilete katika maisha yetu ya kila siku. Tuone huu mpango ambao Mungu wako nao, mpango wa Mungu wa milele kuja kwetu ni mpango upi? Paulo ameelezea huo mpango jinsi ambavyo upo na jinsi ambavyo unafaa kufanyika. So ndiposa tunaambiana kwamba Mungu wetu akuna mpango wa milele kwa ajili ya maisha yetu. Anataka tupate huo uzima wa milele, hataki tupotee kutoka ile nchi ya ahadi. So leo kitu tu ningeomba, wacha Mungu atusaidie tunapoingia hiyo siku ya Jumatano. Nasema ya kwamba siri ya Mungu yafichuliwa. Jinsi ambavyo tumeona kutoka hapo mwanzoni, tunapata ya kwamba Mungu mwenyewe ametufichulia hiyo siri kupitia kwa manabii wake, ambao mmoja wao ni Paulo. Paulo anapoandika haya maneno, anaandika akiwa gerezani, jinsi ambavyo mwenzangu Dani umetupeleka vizuri.
akiwa gerezani, mahali ana nafasi nzuri ya kufanya hiyo kazi. Amefungiwa, lakini akajua ya kwamba kazi ya Mungu lazima itimike na injili yake lazima ienezwe kwa watu wote. So siri ya Mungu tayari imefichuliwa kutoka hapa jinsi ambavyo tumekuja. So tunaambiwa, unapoangalia kitabu cha Wakolosai, Wakolosai fungu lake la kwanza mstari wake wa 26 na 7 inasema ya kwamba siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Siri imefichuliwa. Ndio hiyo jinsi ambavyo Paulo aliandika katika hicho kitabu cha Wakolosai. So katika sehemu nyingi Paulo anaangazia siri ya Mungu ambayo ni kusudi la Mungu la milele. Aliazimu tangu milele kwa utukufu wake na kufunuliwa kupitia mpango wa wokovu. Ilibuniwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na iliyositirika tangu zamani za milele. Hata hivyo, kwa njia ya maisha, kifo na ufufuo wa Kristo, siri hii imefichuliwa. Tunaposoma kitabu cha Wakorinto wa pili fungu lake la 3 mstari wake wa 14, anatuambia kwamba ila fikira zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wakaa, yaani au kufunuliwa kwamba uondolewe katika Kristo. Huyo ni kutoka kitabu hicho cha Wakorinto wa pili, ndipo tunapata hayo maneno. Hatimaye vitu vyote mbinguni na duniani vitalinganishwa katika umoja kamili katika Kristo. Katika Kristo, unaposoma Yohana 17 yote utapata hayo maneno. So tunaambiwa kwa nini Mungu angetupenda sana hivi kwamba angeweza kumtoa Yesu hazina iliyokadirika ya mbinguni kwa ajili ya wokovu wetu. Lakini tunajua hili, Kristo alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kwa hiyo wote wamwaminio Kristo, Wayahudi na Wayunani, wanashiriki sawasawa ahadi ya Mungu kwa njia ya Injili na kuleta pamoja katika mwili mmoja, yaani kanisa. Kristo ndani yenu inahusu kukaa kwa Kristo ndani ya moyo kwa imani. Muungano huu wa kiroho na kiroho hawawezesha waumini hata sasa kuketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho na kuonja nguvu ya zamani zijazo. Kupitia uwepo wa Kristo maishani mwetu tayari anaanza kutuunganisha na mbingu. Ni Injili itendayo kazi mioyoni mwa waumini ambao
imetustahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. So tunapoangalia hapo tunapata ya kwamba baada ya siri kufichuliwa, kuwa Kristo ndani yetu, nasi pia tunafaa kuwa ndani yake. Na kupitia kwa kukaa ndani yake lazima tuwe na imani, tuamini ya kwamba Mungu mwenyewe anatupenda na Mungu mwenyewe ako na mazuri ambayo ametuandalia katika maisha yetu. So acha Mungu wetu atusaidie tupate ya kwamba Kristo anapokuwa maishani mwetu, tunapata ya kwamba kuna yale mazuri ambayo tunapata kutoka kwake, jinsi ambavyo Paulo alipoona mazuri kupitia kwa kazi ambayo alikuwa akiifanya. Wacha Mungu wetu atusaidie na tupate kuyatekeleza ama kutimiza yote ambayo ametuagiza kufanya. Asante. Asante sana ndugu Dennis kwa kuleta siri ya Mungu ambayo ilifichuliwa na mwishowe yakafunuliwa. Na mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema ya kwamba siri ilikuwa ya kuhakikisha ya kwamba ameunganisha mbingu na nchi, ameunganisha waumini wake wote kupitia kifo chake Yesu Kristo ambaye ilikuwa msingi wa imani. Na hiyo ndiyo ilikuwa siri. Kwa hivyo kama tunataka kujua siri ya Mungu kwetu, mbona bado anatufuata, mbona bado anatuandama, ni kwamba anataka tuunganishwe pamoja. Anataka aondoe dhambi miongoni mwetu. Anataka aunganishe mbingu na nchi. Watu wote, viumbe vyote wawe katika kikundi kimoja kupitia imani. Hivyo basi haya yanatuelekeza katika siku ya mwisho. Yanatuelekeza katika siku ya mwisho ambao tunaambiwa ya kwamba uweza wa injili ambayo tunaweza kusema ya kwamba nguvu ya neno ama neno nzuri. Nguvu ya neno nzuri ama uweza wa injili ni nini linaweza kufanya? Ni nini linaweza kutenda katika maisha yake? Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba tukiamini mafundisho ya Biblia na pia tukikubali maagizo ambayo tunaweza kupewa, basi tunafanya nini? Tunapata ya kwamba tutakuwa miongoni mwa wale watu ambao ni wamechaguliwa kama watu wake Mungu. Tutakuwa katika kikundi chake Mungu. Na hivyo basi ndio ni kama jambo la kipekee katika siku hii ya uweza wa injili. Ni injili ambayo tukichukua, tukikubali na tuisambaze tukiwa na imani kupitia maneno ambayo yako katika Biblia, unapata ya kwamba tutajikuta katika kikundi kile kinachofaa. Na hayo yote unapata ya kwamba ni vyema tufanye nini? Tuwe wale ambao wanatii, watimilifu. Tuwe wale ambao wanatii kile ambacho tunaambiwa. Tuwe wale ambao wanafanya nini? Tunakubali kuonywa na tunaelewa nini maonyo, alafu tunajirekebisha. Tunaambiwa ya kwamba mkazo wa mahubiri ya Paulo ulikuwa Kristo aliyesulubiwa, na kulingana na Waefeso fungu lake la 5 mstari wa 27 tunaambiwa ya kwamba kusudi la kafara ya Kristo ni ili apate kujiletea kanisa tukufu wa pekee, lisilo na ila wala kinyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hilo ndilo lilikuwa nini? Lilikuwa jambo kuu lake Kristo, ili Mungu alitumie kufanya nini? Kuweka mtu yote na mbingu na ulimwengu liwe bila dosari, bila kasoro yoyote. Na tunaambiwa ya kwamba tukiendelea mbele tunaambiwa ya kwamba kulingana na Waefeso
Kusudi la kafara ya Kristo ni hili: apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kinyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Na kwa hivyo lengo la mahubiri ya Injili ya Paulo ni kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Yule ambaye anamtii Kristo na mafundisho yake alete pamoja, na anafanya hivi kwa kufundisha na kuonya, kufundisha mambo mbalimbali na yanayohusu mafundisho ya desturi ya Kristo, na vile vile na kuonya kuhusu matokeo ya kuikataa Injili na hatari za walimwengu wa uongo. Unajua, kwa kila mara tunapewa onyo na tunapewa kama maagizo, ama tunapewa sheria na kanuni. Mtu anakuambia tu, ukiingia hapo hakikisha umefunga mlango, ukitoka hakikisha umefunga nini? Mlango. Lakini huwa hatuambiwi usipofunga ni nini litafanyika. Kwa mara nyingi tunapeana sheria, lakini hatupeani kile ambacho kinaweza tokea ukikosa kufuata nini? Sheria. Lakini unaangalia ya kwamba mafundisho ya Paulo yaliweza kufanya nini? Yanawapa nini? Maagizo yale ambayo wanafaa wafuate. Alafu pia anawaonya, msipoyafuata haya basi pia mtayaona nini? Haya, mtayapitia haya. Sasa alikuwa anaweza kupeana mafundisho ya kufundisha kidesturi ya Kikristo, na pia onyo kile ambacho kinaweza jitokeza. Na hivi ndivyo tunavyokuwa na kuwa Wakristo wakomavu, wale ambao wamekomaa, wale ambao wako imara, watimilifu, kwa kuyapokea mafundisho na kuyatii maonyo ya maandiko. Ukomavu na au utimilifu ni dhana muhimu, kwa vile wazazi wa mtoto mchanga husherekea kila hatua muhimu. Maneno ya kwanza, kujifunza kutembea na kujifunza kusoma. Hivyo anaposonga hatua kwa hatua, unapata ya kwamba wazazi wanafanya nini? Wanafurahia. Na jinsi hivyo mzazi anafurahia, ni mzazi yupi ambaye hatashtushwa ikiwa mtoto wake baada ya miaka kadhaa bado hawezi tembea au kuzungumza? Ukuaji na maendeleo ni ya kawaida na yanayotarajiwa. Hivyo ndivyo kwa maisha ya Kikristo. Tunapaswa tusonge mbele. Kile ambacho tumeweza kutambua, tunapaswa tufanye nini? Tutumie tukisonga mbele, si kukwama tu mahali ama kurudi nyuma. Lakini tunapaswa kuwa waangalifu. Kuwa waangalifu ndio sababu Paulo alitumia neno kuonya katika Wakolosai fungu lake la kwanza mstari wake 28. Na njia ionekanayo kuwa sawa ni njia ya mauti. Utambuzi wa kiroho unatokana na ujuzi wa neno la Mungu unaongozwa na Roho, na mafundisho ya uongo kwa kawaida huwa na ukweli fulani, lakini huongeza au huondoa kitu katika kile Biblia kinachosema. Mara nyingi hilo la mwisho ufaulu, ikiwa si kwa kutilia shaka moja kwa moja kile Mungu anachosema, basi angalau kwa kuhoji ikiwa kweli kinawezekana au ikiwa kinafaa katika siku zetu. Ni lazima tuwe na busara kama nyoka, lakini wapole kama hua linapokuja swala la kutambua ukweli wa mafundisho dhidi ya uongo. Tuwe waangalifu kwa jambo lolote lile ambalo tunalifanya. Tukishatambua ya kwamba kuna uwezekano wa kuwa watu wake Mungu kupitia imani yetu, ambayo tunaamini ya kwamba Yesu alisulubishwa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, basi tuwe waangalifu kwa matendo yetu, kwa tabia zetu, kwa mazungumzo, maneno ambayo tunayazungumza. Basi ndivyo tutakuwa katika nini? Vikundi vya vyake Mungu wetu. Na ndio tunaambiwa ya kwamba tukiweza kusoma zaidi, hatuna haki yetu sisi wenyewe tunavyoweza
kuitumia kukidhi madai ya sheria ya Mungu, lakini Kristo amefanya njia ya kukuokoa kwa ajili yetu. Na ikiwa utajitoa kwake na kumkubali kama mkombozi wako, basi hata kama maisha yako yamekuwa ya dhambi kiasi gani, kwa ajili yake unahesabiwa haki. Atakusaidia. Na tabia ya Kristo inasimama badala ya tabia yako. Na unapokelewa mbele za Mungu kana kwamba haujatenda dhambi. Zaidi ya haya, Kristo anabadilisha moyo, anakaa moyoni mwako kwa imani. Anapaswa kudumisha uhusiano huu na Kristo kwa imani na kusalimisha daima mapenzi yako kwake. Na mradi utafanya hivi, utatenda kazi ndani yako, atatenda kazi ndani yako na kutaka kwako na kutenda kwako na kutimiza kusudi lake. Hatuna chochote ndani yetu cha kujivunia. Hatuna sababu ya kujiinua. Sababu yetu pekee ya tumaini ni katika haki ya Kristo tunayopewa na katika kile kinacholetwa na Roho wake atendaye kazi ndani yetu na kupitia kwetu. Hiyo tukisoma Ellen G. White ukurasa wake wa 62 na 63, na pia anakamilisha kutuambia ya kwamba nuru niliyopewa imekuwa yenye nguvu sana kiasi kwamba wengi wangetoka kwetu wakitilia maanani roho zipotoshazo na mafundisho ya mashetani. Bwana anayo shauku kwamba kila nafsi inayodai kuamini ukweli iwe na ujuzi wa kiakili wa kile kilicho kweli. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na akili ya kutambua kilicho chema na kile cha kupotosha, na pia tuweze kutambua ya kwamba imani yetu ndio itatusaidia. Tuweze kutambua ya kwamba matendo yetu inafaa ilinganishane na mafundisho yale ambayo yako katika Biblia, jinsi ambavyo Paulo mwenyewe ameweza kuyaeleza, ili tuwe kikamilifu, tuwe imara, tusiyumbayumbe, tusiwe na wasiwasi, lakini tubakie tu pale pale miguuni pake Yesu kupitia imani yetu ambayo tuliweza kuweka dhibiti kutokana na ukombozi wetu msalabani kwa damu yake Yesu Kristo. Na ndiyo tamati ya lesoni ya wiki hii siku ya leo kwenye kipindi cha Upendo wa Sabato. Ikiwa Denisha ana jambo la kuongeza na kutamatisha, basi ataongeza. Asanti. Lesoni tumemaliza. Injili imeenezwa kwa kila mdomo, kila kabila, kila lugha. Injili iko katikati mwetu na tumeipata. Wacha tuitumikie, tujue ya kwamba tuombe sana Mungu wetu atusaidie tupate kutofautisha kati ya injili ya uongo na injili ya ukweli. Shetani akona nguvu pia na yeye kufanya kazi yake, kufanya yale yote ambayo anajihisi kufanya ili kutupotosha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wacha tuwe watu tunaosoma. Mungu wetu atusaidie. Ndipo unapoangalia Proverbs 14 verses 12 inasema kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Katika kila njia tunapoangalia sisi kwa macho yetu ya kawaida, tunaona ya kwamba hiyo njia unapata iko sawa, inaonekana kuwa ile ya sawa, lakini mwisho wake unapata ni mauti. Acha Mungu wetu atusaidie zile njia zote ambazo zitatupeleka kwa mauti, tuweze kuondoka, atuongoze tupate kufikia yale ambayo ametupangia. Nami naomba ya kwamba jinsi ambavyo tumepatanishwa
tumepatanishwa pamoja na Mungu wetu ambaye hakuwa na dhambi, lakini tumepatanishwa kupitia kwa tumaini ambalo alikuwa ametupa. Cha Mungu wetu atusaidie tufanye kazi yake, tujitolee kwa ajili ya huduma ya Mungu tunapoongojea yale mazuri ambayo alikuwa ametuahidi ya kwamba tutapewa. So wacha tuwe hiyo nini ambayo hapo siku ya Alhamisi mwandishi amemalizia ilikuwa ya muhimu sana. Eti ni lazima tuwe werefu kama nyoka. Hivyo inamaanisha nyoka ni mwerefu zaidi. Unajua anaingia, afiki chini, wakati mwili mwingine inaingia, sehemu zingine zinaingia, kichwa kinarudi nyuma. Lazima tuangalie jambo lolote mbele na nyuma, tutambue ukweli wake. Hivyo, lakini sasa mwandishi anamaliza akisema lakini wapole kama ua inapokuja. So kumaanisha jinsi ambavyo nyoka ni mwerefu akwangi mpole. Ndiposa tena mwandishi ametupeleka sehemu nyingine ya pili ya kwamba tuwe wapole kama ua. Mungu wetu acha atusaidie. Asante sana. Nimekuona umeweka libasi zile za sare za vijana. Jambo ni gani? Leo katika kanisa langu la Obuoyo tuko na leo ni Pathfinders Day. So lazima tuingie ndani ya uniform. Okay. Kuonyesha ya kwamba ni watafuta njia. So napotoka hapa lazima nikimbie huko. Nayo tushirikiane kanisa letu leo. Watafuta njia ndio wanaliongoza kwa siku ya leo. So mambo ambayo yatakuja ambayo yanatugusa moja kwa moja, ili tujue ya kwamba tunapotafuta njia, Mungu wetu anataka tutafute njia namna gani. Tusitafute ile njia ambayo itatupeleka tuende kupotea, lakini tutafute njia ambayo Mungu mwenyewe ametuagiza. Asante. Umekaribishwa. Asante. Wote kwa pamoja. Asante sana. Natumai ya kwamba kipindi kimekuwa kikisimulia na kikikusaidia sana. Nimeona watu kadhaa hapa kama Joyolo, nimeona hapa watu wengi ambao walikuwa wanatutazama moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii. Wametutazama hapo tangu tuanze, ambapo nitasoma tu ujumbe moja hapa. Nimeona hapo Charles Lwanga anasema sisi ni wale hadi tamati. Happy Sabbath day. Ni mwalimu Charles Lwanga from Nyamira County, Kenyerere basement, with my wife Jacqueline Kwamboka, streaming well and live. Hapo pia nimeweza kutambua Gladys Karubo, Lavi Kwamboka, Sylvia Mora, Weldon Nyauri, Rafael Misuko na wote. Tuombeane mazuri. Asante sana mwalimu Charles Lwanga. Nimeshukuru sana kwa kuweka Ndizi TV Africa ili uweze kutazama na uweze kupata mafundisho ya kipindi hiki cha upendo wa Sabato. Wiki hii katika jimbo la Kenya Lake, jimbo la Kenya Lake Conference wanaendelea mbele na wiki ya maombi ambayo wanatamatisha siku ya leo, ambayo ni tunasema ni Stewardship Week of Prayer. Stewardship Week of Prayer ambayo nimeweza kuona hapo walikuwa wanaongea juu ya utunzi tu, jinsi ambavyo watu wanaweza kufanya nini, kutunza vitu, na pia jinsi ambavyo unaweza kuongezeka na kuendelea mbele. Tumeweza kuona mafundisho hapo, na nikiangalia Lake Victoria Field wananiambia mgeni aliingia jana jioni. Maanisha ya kwamba wanaanza nini, wiki ya maombi leo hii, ikiwa ni wiki ya stewardship. Tuendelee mbele tu kuombeana, tuendelee tu kusambaza injili. Natumai huku ni Southern, huku tunaita hapa mahali tuko
South Kenya Conference. South Kenya Conference stewardship iliisha wiki ile iliyopita. Na hivyo basi hayo yote tunapata ya kwamba maeneo yote wameweza kupata ujumbe. Vile vile tunaona mibaraka ya mvua bado mibaraka ya mvua bado tunaweza kuona katika sehemu kadhaa. Tunaomba tu watu wawe waangalifu hasa wakati huu, watoto pia wachanga wasicheze na maji, tunaweza kuwapoteza. La sivyo natumai umesaidika na kuomba ya kwamba uweze kuwa na sabato njema. Natumai utakuwa na wiki yenye furaha, fanaha na baraka. Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tukiagana hadi siku itakayofuata, ndugu Denish anatukamilishia na maombi. Na tuombe. Mtakatifu Mungu Mwenyezi, ni asubuhi tena njema. Tunatoa shukrani kwa yale ambayo umetutendea. Umekuwa pamoja nasi tulipoanza hiki kipindi chetu cha lesoni hadi tumemaliza. Mahali ambapo hatukuweka sawa kwa wana wako na binti zako, tuomba ya kwamba upate kuyaweka sawa ili wapate kusikia neno lako, wapate Mungu wangu kukutazama na kukurudia kwa ajili ya kufanya kazi yako. Ni wakati mwingine mwema, tunaenda kuachana kwa ajili ya shughuli zingine. Tuomba uwe pamoja nasi, utuongoze kwa kila jambo. Tunapoingia katika makanisa mbalimbali, tuomba Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi, na mipango yote ya siku ya leo tuomba uwezo wako ukapate kuonekana katika wana wako. Kaa pamoja nasi, tembea pamoja nasi kwa kila jambo. Utakapoona tena ni vyema tukutane wiki ijayo, tutaendelea kulihimidi na kulishukuru jina lako. Endelea kuwa pamoja nasi. Bariki msikilizaji pia na mtazamaji. Bariki wakubwa wa idara hii. Bariki mwenzangu Dan na mwenzake kwa ajili ya kuamka asubuhi kufanikisha hiki kipindi. Naomba Mungu wangu uendelee kuwa pamoja nao, uendelee kuwaficha katika mbawa zako kwa kila jambo. Unaweza shetani amepanga maovu ama mabaya katika maisha yao, lakini Mungu wangu naomba uwe pamoja nao, uwaongoze kwa kila jambo, na yale mazuri uwaongezee kwa maisha yao. Endelea kubariki familia zao. Uwezo wako uendelee kuwa katika maisha yao. Enda pamoja nasi hadi wakati mwingine. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Asante.